ya 33 AD wakati alipaa mbinguni. Tukaanza hapo, tumekuja. So hiyo miaka yote after ameenda, tunasema ya kwamba kuna uchafu wa kimafundisho ulianza kuingia. Na tukasema ya kwamba ukikumbuka hapa kuna kitu niliandika ilikuwa inaitwa Aztec religions. Unakumbuka nikiandika kitu kama hiyo? Ni kusema ya kwamba ni kanisa lakini limebeba nguvu aina mbili. Nguvu ya kikanisa na nguvu ya kiserikali. That's why inaitwa Aztec religion. Na tukasema ya kwamba ilikuja ikipata kuwa na nguvu. Na tukanena kuhusu kiongozi mmoja ambaye ni mkuu sana anaitwa The Great Constantine. Si mnakumbuka huyo? Yes. Na tukasema ya kwamba alipoangalia katika mafundisho haya tumerudi hapa. Tumerudi hapa. Watu wa huko nyuma. Tumerudi hapa. Wa hapa mbele tuko pamoja. Wa kule nyuma kuna watu tuko pamoja. Tukasema ya kwamba around the years the church, na for this instant tunasomea kuhusu the Roman Church, ikakuja ikipata nguvu zaidi sana, ikakuja ikiwa na nguvu sana mpaka tunafika the year 330 AD. Na mnakumbuka watu nilikuwa nimeandika hapa. Nani anaweza kumbuka? Dr. Auris. Yes, Dr. Auris ni mmoja wa wale walikuwa oposa wakuu sana wa kanisa hili la Kirumi. Na tunasema ya kwamba katika uongozi wake alikuwa na territory 3. Na nikawataja hapa, nilisema Herod, Varus na Ostrogoth. Hao walikuwa baadhi ya hao. Kulikuwa na wengine wengi. That's why nakwambia goli timo. Kulikuwa na wengine akina Waldenses, kuna wengine walikuwa wanaitwa Valendueras, kuna wengine wengi sana ambao walikuwa wakioppose mambo ambayo yalikuwa yakikuja na kanisa hili la Kirumi. So after the Great Constantine alikuja na akakuwa part of the church, na ukumbuke alikuwa an emperor upande wa serikali. So kanisa likafaidika hili la Kirumi na likakuwa na nguvu sasa kama Aztec religion. So what went on? Dr. Auris pamoja na wale walikuwa kiongoza walianza kung'olewa. Si mnakumbuka tulimwambia walianza na nini? The order ya uongozi ilikuwa the Bishop of Constantinople, the current day Turkey. Huyo ndiye alikuwa mkuu sana katika hili kanisa. Lakini kulikuwa na other bishops akiwemo the Bishop of Rome. Si huyo mnamkumbuka? Tukasema what went on wakati Constantine alikuja akaingia hapo katikati, alianza kurudisha nguvu upande wa Rome. So kiongozi wa Constantinople akaenda akaondolewa mamlaka ikarudishwa kwa Bishop of Rome. Hii ni 5th century. Iliporudishwa kwa Bishop of Rome, the Bishop of Rome akakuja tena akapewa mamlaka zaidi, na hapo ndipo tulipata a pope. The first time kanisa likawa na huyo kiongozi anaitwa pope. So huyo wakashikana na Emperor Constantine. Wakaanza sasa ujue saa hii tulisema sasa kanisa la Kirumi limeshapata maso, si ndio? So sasa ni kusukuma. Na ukumbuke tukisoma Danieli 7, ule mnyama alionekana akifanya nini? Meno ni ya chuma na anaenda akikanyanga. Hiyo ni kusema alikuwa na nguvu. Akisema njia ni hii, ukisema sio hii ni hii, anakukanyaga. Kwa kiwa gati nyama hiyo ni aragagiriria ile buina magoroke. Hiyo ni kusema watakatifu walikuwa na such a hard time wakati hili kanisa lilikuja kuwa na nguvu. So what went on katika mnyama wetu, na nataka unisomee hapa Danieli 7. Lakini tunakumbuka na kwamba Danieli alipokuwa akitazama aliona katika pembe zake 10, 3 zilifanya nini? Ziling'oka. So kung'oka ni kusema Pope
ambaye ndiye kiongozi wa kanisa la Kirumi. Unaweza nipea hiyo picha iko na hii. So hii zilikuwa 10. Moja ikang'oka, 3 zikang'oka, ukamea nyingine moja tofauti na hizo zingine. So what happened, alipokuwa akiinuka, papacy ilipokuwa ikikuja katika kanisa, hawakung'olewa ati wote hivyo. Walianza kung'olewa mmoja kwa mmoja. So wakaanzwa hivyo. Na ambaye alimaliziwa akiwa wa mwisho walikuwa ni Ostrogoths. The year 538 AD. No wonder katika historia tunasema ya kwamba hapo ndipo tunaendelea missionary road ya kwanza. 538 AD hapo ndipo tunaanza Dark Ages. Lakini ukirudi huko nyuma utapata still from 500 kwenda hadi 1000 bado kanisa lilikuwa na nguvu sana. So kuna point tunataka sasa tupate hapa. Kusema aje? Na huko ukifungua Danieli 7 mstari wa 25. Leo kuna maandiko tutapitia sana. Kwa sababu huyo alipoinuka na akaonekana ni tofauti na hao wengine, kuna jambo lilinenwa kumhusu. Na hapa ndipo tunarudi kwa our main objective ya kwa nini tusome Danieli 7. Tulisema ni gani? Ni kuweza kufafanukiwa na kutafakari kuhusu dini ya uongo ambayo inainuka katika dunia. So rise of papacy, the year 538 AD. Ni nini kilikuwa kinenenwa kuhusu hii pembe? Mstari wa 25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Mwenye hana Biblia ndio hii anasoma, imeandikwa hapa. Nianze. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Haya, sasa enda ukimaki sasa. Tumeambiwa naye atakapoinuka atanena maneno kinyume na aliye juu. Haya, hiyo ni moja tu. Atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Ataazimu, atatafakari na afikiri kubadili majira na sheria. Ukisoma ya Kiingereza hapo inakwambia and he shall speak great words against the Most High. Sikia tumesikia. And shall wear out the saints of the Most High. Si mnakumbuka akianza hiyo kazi back after Mwokozi ameweza kupaa na after tumepita the first century. The second century akaanza kuwa mitume wote. Haya. And then to change times and laws. Hapo ndipo leo tunakuwa sasa. Ya kwamba hii tumeona akifanya. Si baadhi ya mambo nimewaambia, na tukiendelea tutaenda kuzidi kuona. Ananena baba wetu akisema ni hivi, yeye upande huu mwingine anasema sio hivyo, ni hivi. Si unaona? Na inakubalika sana kwa sababu tunasema this is the fourth universal kingdom. Ni uongozi ambao umetapakaa katika dunia yote na ni uongozi wa 4 na ilikuwa imetabiriwa lazima utakuwa. So another thing was said kwa sababu so that tuweze kumidentify na tujue na tukisema Rumi, kuna mtu atasema achana hao. Unajua tukienda kuhubiri hili neno watu wanasema ya kwamba hawa achana wao, kazi yao inakuwa kupiga makanisa. But our aim sio hiyo. Hata wakati tunaisoma, get this and get it right. Hatusomi, hatuelewi hivi, tupige makanisa. Tunaisoma ituelimishe. Na ndiposa yeyote yule mwingine ambaye atasoma na kusikia na aelewe, atoke kwa ufalme mgani? Na atoke kwa hili kanisa ambalo lilionekana katika maandiko ya kwamba ni kanisa potofu. So, ilikawa title. Soma hapo, maliza hapa. And they shall be given unto his hand until a time, and times and the dividing of time. Soma hapo. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati. Nasikia. Amepewa timing. Anaambiwa ya kwamba jambo hilo litatendeka na haya mambo yote yatakuwa katika mikono yake wakati huu tunasoma. Soma. Kwa wakati na nyakati mbili
na nyakati 2 na nusu wakati. na nusu wakati. Sasa tukifika hapo tunaanza kujiuliza, wakati Biblia inasema kuhusu nyakati na nyakati 2 na nusu nyakati, hiyo ni kusema nini? Kuna slide iko hapo tatupea ambayo inaongelea kuhusu time counting prophecy hapo. So wakati Biblia inanena kuhusu time and times and dividing of time, tunarudingi hapa na utasoma hapa katika Ezekieli 4 mstari wa 5 na wa 7, na pia utatusomea katika Numbers 14:34. Wakati baba wetu alikuwa akinena na wana wa Israeli na akiwatolea habari ambazo zilikuwa na muda wake, na katika unabii wote ambao umenenwa katika Biblia, baba wetu akisema, nimepeana siku 5 za kuteswa. Hasemei ya kwamba utahesabu ni kutoka Monday mpaka Friday. Alisema siku 5. Kama ameutoa ukiwa unabii, huwa anahesabu hivyo. Amesema siku 5, kila siku ni mwaka, kila siku mwaka, kila siku mwaka. So tusome hapa Ezekieli 4 tudhibitisha mambo haya. Ezekieli 4 mstari wa 5 na wa 6. Maana nimekuagiza miaka ya uovu wao iwe kwa hesabu ya siku, yaani siku 390. Unasikia hapo vile anasema? Alikuwa akinena na wana wa Israeli ya kwamba amenena kuhusu siku zao za kufanya uovu, siku ya siku 390. Ndivyo utakavyo uchukua uovu wa nyumba ya Israeli. Na utakapoitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, na utachukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja, nimekuagiza. Fikisha hapo. Umesikia hapo vile anasema? Sitaki udwell sana na hataki kurudi kwa hiyo stories. Tuna hapa context. Context hapo aliwaambia siku 40. Kila siku kila siku mwaka. Haya, Numbers chapter 14:34. Numbers 14:34. Soma hapo. 34 inasema, kwa hesabu ya hizo siku mlizozipeleleza ile nchi, yaani siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndio miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Hivyo ndivyo baba wetu walifanya wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani. Si mnakumbuka walipokolewa na baba wetu kutoka Misri? Akatuma watu walipokuwa jangwani waende wakapeleleze nchi ambayo alikuwa amewaahidi atawapeleka. Wakaenda siku ngapi? 40. Waliporudi, si mnajua hiyo story? Walirudi na story mingi. Hawa wakasema hawa tutaweza kwa sababu baba wetu alituahidi hivyo. Lakini wale wengi wakawaambia, huko tukienda sisi wote tunakufa, kwa sababu watu ambao tumepata huko ni majitu. So baba wetu akakasirika kwa sababu ya hawa watu kutomwamini. Akasema, mlienda kupeleleza siku 40, sasa mtakaa jangwani hizo siku, kila siku mwaka. Turudi kwa nini yetu. So wakati baba wetu anasema amepeana mamlaka ya mambo haya kutendeka kwa huyu mfalme Ataim, simeandikwa hapa, si unaona? Tukienda hapo Biblia ikinena kuhusu nyakati, huwa tunahesabu na miaka ya kibibilia. So akisema time anamaanisha 1 year. Akisema time, hiyo ni kusema 1 year. Na mwaka uko na hiyo, I think mtakuwa na hiyo kazi ya kufunza miezi ya Biblia, ni wapi tunaipata katika Biblia na yote ni siku gani. Kwa saa hii nitataja. Biblia iko na miezi 12. Na hizo siku 12 zote zinatoshana. Kila siku iko na siku, kila mwezi uko na siku 30. So 1 year itakuwa na siku ngapi? 60 days.
So insidia tumesolve for a time. Times zitakuwa miaka mbili. Siadi Kiswahili nasema vizuri, nyakati mbili. Hiyo ni miaka mbili. Hizo ni siku ngapi? 720 days. Na half a time. Hiyo ni nusu mwaka. Kusema ni siku ngapi? 180. So, ukihesabu hizi zote zinakupea 1260 days. Na tukirudi kwa ile interpretation yetu, akisema 1260 days, anasema 1260 years. So, hapo ndipo tunaanza kuona from the year 538 kanisa la Kirumi kupitia kwa huyu kiongozi likawa sasa limeoverpower kanisa na imekuwa sasa ndio inasikika kote katika dunia. Baba yetu atoe sifa. Amen. Another thing to note in this verse, hii inakuwa verse pana sana katika hiyo chapter. Tunaambiwa, unajua hizi ndizo zinatusaidia ku identify ni nani huyo. Si nimekuwa hapo mbele nikikwambia hii kitu ililetwa na kuna fulani. Hii kitu ililetwa na kuna fulani. So, execution ilikuwa ikifanyika at this time. So tunaambiwa, and then to change times and laws. Tuanze hapa kwa changing of times. Ukienda katika Biblia for example, sijui kama wewe umewahi kuuliza hivyo. Mwaenda kwa Biblia ukasikia ikinena timing kulingana na vile sisi tunaangalianga time. Sisi tunaangalianga time in a different perspective. Lakini ukienda katika Biblia, timing ya Biblia ni so different, si ndio? Where do you think the problem came in? Sini hapa. Someone somewhere aliazimu ya kwamba I will change the timings ambazo baba yetu alikuwa ameweka. Fungua Genesis. Genesis chapter 1. Chapter 1 sinaongeleanga kuhusu creation. Nataka usome baba wetu akiweka nyakati za siku na miezi na timings zake zote. For example, ukiangalia kama saa hii, there is no such a time. Lord Supper na Good Friday Easter Sunday zitawahi kuja pamoja ever in the history, haijai kuwa na in the future haitawahi kuwa. Why? Because there is change of timings. Kwa sababu katika Biblia baba wetu kuna jambo alikuwa ameweka la kuangalia timings. Kwa sababu I think kama kuna mtu anaweza enda online na kuangalia when was the first time sign patikana katika dunia, si ndio? Si kama leo kuna kuwa na urahisi sana, unaweza hata saa hii naangalia pale, si unaona? Pasta najua time yangu imeenda mpaka hapo. Lakini unafikiria zamani kulikuwa kunafanywa aje? Baba wetu kwa sababu aliumba kwa kuwa na siku na miezi na miaka. Na hata mwaka wa Biblia haiangaliwi kwa saa. Unafikiria nini ilikuwa ikitumika? Mstari wa 14. Mwanzo 1 mstari wa 14. Elohim akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Baba wetu akaweka mianga katika mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Ikwe ikitenga kati ya mchana na usiku. Umesikia ameweka timing. Ameweka kitu ambacho kitakuwa kinajulishana tuko mchana ama tuko usiku. Na hiyo ndio dalili ya majira na siku na miaka. Na pia akasema hiyo mianga ndio itakuwa dalili za miezi na miaka. Mara kilia kama mtiranyita. Ni mianga migana ataelezea hapo, endelea. 15. Tena hiyo ndio mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. So far tumeona hiyo mianga iko na kazi ngapi? Baba Eva? 2. Ani anasema kama baba Eva ni miezi 2. Ni kazi 2.
mbili tofauti. So wewe unaunga baba yako mkono. Haya. Ninyi wengine mnasema ni ngapi? 2. Eh? Ya. Nasikia babo kama ile. Awakasa kidogo. Amesema. Tumejaribu lakini nimekapcha baba yao kwa sababu alikuwa off class kidogo. So nimemrudisha darasani. So amenifunulia ya kwamba nyinyi wote hatuko na nyinyi hapa. Tuko pamoja. Kwa nini nawauliza kama baba yao amesema ukweli? Mnasema amesema 1. Tutambua hiyo miaka ni ngapi? 2 months and years. Years. And 3 seasons iko hapa. And 3 mnasikia hii? Sikia mnasema nasikia. Umesikia hiyo? Hadi msomaji hawezi niambia. Umesikia hivyo? Yes. Ya kwanza, kazi iliyopewa kwa mianga. Baba wetu unajua si mnaelewa hivyo ya kwamba kila kitu baba wetu aliumba kinakuwa anakaa kazi. Kuna mtu alikuwa anatufunza hata nyasi. Ati yeye haangaliaji nyasi vile sisi huwa tunaangalia. Anaangalianga moja. Baba yetu alikuja, si kama leo ukienda pale unaweza kuta kuna mahali nyasi imekauka ka sehemu. Wewe unaonanga hiyo sehemu. Lakini baba yetu alikuja akapima na akajua hapa nataka pakauke nyasi 1000. Zote zinafanya nini? Nakauka. Hiyo ukitaka utaenda usome Job. Soma Job chapter 40 kuendelea hapo utasikia inanena mambo haya. So, alipoumba mianga alipea kazi 3. 1, itajulishana mchana na usiku. 2, itajulishana miezi na miaka na majira. Ya 3 akasema itakuwa ndio mianga katika nchi. Wala ni leo. Amen. Endelea hapo. 16. Elohim akafanya mianga miwili mikubwa. Akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana. Ule mkubwa utawale mchana. Ni gani hiyo? Sinijua. Haya, Na ule mdogo utawale usiku. Na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Elohim akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Elohim akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Bwana apewe sifa. So, in the timings, hapo kuna jambo lingine utaenda kusoma kibao time yako. Wana wa Israeli na until today, hiyo ndio kriteria ambayo inatumika hata kutupea siku ya meza ya Bwana. Ama unafikirianga, si watu wengi unasikianga wakiuliza ya mwaka huu inakuja lini? But do you think si tunafaa kukua tumeelewa sana mpaka unajua hiyo ingine itakuwa siku fulani, si ndio? Ni because we are not educated more on that side, si ndio? Kwa sababu katika mwaka wa Wayahudi ama wa Biblia, si kama jinsi tunasema kwamba mwezi wa kwanza unaitwa Abib, si ndio? Na ikianza Abib inaenda mpaka Adari. Nani hapa interested kujuanga date? Niambie kriteria. Nataka ndio nijiona ni watu wadogo. So, tumesema siku ni ngapi katika mwezi?
Kuna siku utaenda katika mwaka wa kibibilia utakuta iko na adari 1 na iko na lakini ya BC ilikuwa tu na adari 1. So pia nitakwambia what happens tukifika hapo. So date 1 first inaenda mpaka 30th. What happened? Unajua hii nakwambia mpango wa baba wetu katika Biblia ya kuhesabu miezi na miaka. So tuko happy. Yes. Date 1. The first date ya huu mwezi utoke nje uangalie kule tu mbinguni usiku. Utaona mwezi, si ndio? Yes. Ukiona mwezi itakuwa ikikaa hivi. Unaona kingine kama kuanga kashapu kadogo tulikuwa tunakaita crescent. Si unakajuanga? Ukitoka nje si kama leo unajua ni date 9. Zote nyingine. So date 1 mwezi usiku na utaiona lazima itatokea kila mwezi lazima inatokea. Ukitoka nje date 1 kanakuwa hapa. Konde kabisa na kanakuwa kameangalia hivyo. Ukiangalia hivi kanakuwa kameangalia hivyo. So as we progress anaendaga kakiongezeka. Tukienda date 3, date 4, date 5 katikati ya mwezi ni lini? 15. Si ni 15? 15. Tukifika date 14, 15 ya sasa sinakupea kazi. Siku tutakuja hapa meza ya Bwana. Kabla tukule, kabla tufanye nini? Kutoke nje. Itakuwa I'm guaranteeing you because baba wetu hajai kuwa mtu wa kujichanganya. Hivyo amesema itakuwa hivyo. Utoke nje. Kama hakutakuwa na mawingu, mwezi tu mbinguni usiku itakuwa full. Itakuwa a perfect circle. Date 15. Na kutoka hapa mwezi inaanza, si mwezi sasa inaanza kuisha, itaanza kudeplete. Inaanza kudelete kutoka hii side ilianza. Sasa tumetoka date 15, tumeenda 16, 17, 18, 19, 20, 25. Ikifika date 28, 29 anakuwa tena crescent on the opposite direction yenye uliangalia ikianza date 1. So, si unasikia watu wanaitwa Judaizers. Judaizers ni wao wamevuka sana mambo haya. Walikuwa wana Waisraeli na wanaelewa sana kuangalia miezi na nini. Anatoka nje aangalie mwezi akwambie tuko tarehe ngapi? Mwezi wa Biblia. So do that month. Kama hautaweza kuiangalia mwaka mzima, angalia at least 6 months. Utaona mwezi inaendanga na hii cycle. So kakiisha date 30, date 1 kanatokea tena. Sasa tumeingia mwezi wa pili, kanatokea tena. Si unaona? Anatokea katika vipi? Hivyo ndivyo baba wetu aliweka mpango. Ndiposa hapo anasema ameweka mianga mbinguni ikiwa na hii kazi. Moja wapo ni gani? Na day and night, si ndio? So yes. Tuesday jioni. Tunatoka nje tuangalie. Uone sasa itakuwa karibu full kabisa. Itakuwa full. Itakuwa a perfect circle. Mwalimu, nilikuwa nimeiangalia last day hakukuwa na mawingu. So wakati nilitoka kwangu ilikuwa karibu kujaa. Kamebakisha kiasi.
Sasa jana nikasema pia ni niangalia, unfortunately mawingu imefanya nini? Nilikuwa nimeona mahali dada alikuwa ameandika kwa hizi Juda. Ati walikuwa wanasema the next day. Ati the next day after the full moon was always the Passover. Yes. So nilikuwa kwa hiyo. So nataka niangalie nifuate. So nilikuwa nimesema niangalie, alafu sasa niangalie leo kama itakuwa. Yes. Alafu nihakikishe hiyo maneno. Kwa hivyo napenda sana vile hii maneno inaendelea. Barikiwe. It's so interesting kwa mtu ambaye anataka kuelewa habari za baba yetu. Si hata leo nasikia hivyo. If hakutakuwa na mawingu, na kama huku kwetu kutakuwa na mawingu, ujaribu kupiga simu nyumbani. Lazima hiyo siku kuna mahali hiyo mwezi itaonekana. Mama Brenda, najua sana maswali na kuchangia ilikuwa mingi, speed inapungua, sio? Haya, basi siwezi kuingia. Uliza swali ama elaborate something. Sasa nimetuambia wakati wa meza itakuwa perfect. Kwa hivyo itakuwa perfect. Sako wakati wa meza. The following day itakuwa perfect. Yes. No wonder umesikia kitu kimenenwa hapo, na hivyo ndivyo walikuwa wanajua. The first day after full moon, it is always Passover. Na the Passover inarejelea the Old Testament Passover, which inakuwa date gani? 15. Baba Brenda tutarudia hiyo already. Passover, the feast of unleavened bread. Nearly 15. Giangalia Pasaka. Si hivyo ndio inaitwa kwa nini? Getale inaitwa Passover and unleavened bread. Nasema hivyo kwa sababu sijakosea. Kwa mtu ambaye ni deep kidogo kwa hiyo kusoma, anaweza kuja tutaangalia, utapata time ya Masihi, utapata hatujui kama hizi vitu zilikuwa intertwined, kwa sababu ukisoma Mark I think chapter 16 itakuelezea hizi zikiwa pamoja, bali hiyo haribu watu vichwa sasa. Baba Eva, anataka tusisahau tuko pale kwa change times. Sasa tuko kwa baba wetu alikuwa ameweka aje timing. Baba Eva. Shalom. Nilikuwa tunataka kusisitiza. Lazima ndio masi. Okay, hapa najua unaweza pata sauti. Nilikuwa tunataka kusisitiza hapo kwa Passover na Feast of Unleavened Bread. Huyu inaleta kuchanganya kidogo. Kwa sababu the four accounts the life of Yahshua huwa zina mix. Lakini ningependa tu tujue kwamba the mixed up ilikuja wakati wa the second temple period, wakati sasa Jews walikuwa wanajaribu kurudi to the first temple practices. But kuanzia kitambo Passover na Feast of Unleavened Bread zilikuwa vitu mbili tofauti. Passover ni siku ya kufanya kazi. Hiyo haikuwa gati na kupumzika na nini na nini. Kama tunakujanga hapa kile tunakula, watu wanarudi kwa nyumbani. Lakini sasa juu hii feast nyingine ya the unleavened bread ilikuwa inaanza 15th to 21st. So zinakuwa ni kama zinakuwa combined to an extent that wakati walikuwa na refer to the feast of unleavened bread walikuwa bado wanaita Passover. But Passover is one day, feast of unleavened bread 7 days and starts after Passover. Asante. Huyo ni mwanafunzi deep kidogo. So hiyo kwanza mwachie hapo, sababu ukianza kufikiria hiyo saa hii tutapotea, si ndio? Tuko hapa tumesema, wewe ukitoka nje siku ya meza, kama mawingu hayatakuwa yametanda, mwezi itakuwa
Maybe ukiangalia ukiwa very keen, utaona iko na tunini kwa sako kidogo, haijamaliza kabisa, kwa sababu date 15 sasa utaona iko full complete. Kutoka hapo ipungue on the other side tufike date that, na ni miezi kidogo sana katika mwaka, hiyo mwezi huwa haitokei date. Ni vigumu sana, ni vigumu. Kila mwezi lazima utaona hiyo mwezi imefanya nini, imetokea. So what went on? Umesikia hapo akiendelea akasema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Na ukisoma pia verse 5, I think verse 7, na I think hapo mistari kadhaa utaangalia, utatuambia gani. Moja ni 5, hiyo inasemanga ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. So hiyo inakwambia aje? Mpango wa Baba wetu 1 wa mchana na usiku. Kitu ya kwanza tunakumbuka katika uumbaji ni ya kwamba ukisoma Genesis chapter 1 inakwambia dunia ilikuwa imejaa giza. Kwa hivyo siku ya kwanza Baba wetu alileta mwanga, akatenganisha na giza. Si hiyo ndio tunakubaliana? So alianza siku hapo on an even, na lazima iende all through mpaka the other even ndio ikuwe siku. So what happened? The mystery Babylon religion ika-creep in hapa. Si mnakumbuka na pale ilikuwa imeapa ya kwamba tutaachana na Wayahudi kabisa. Wayahudi wakisema ya kwamba siku inaanza jioni, inamalizika jioni nyingine. Si mwalimu alikuwa ametufunza hilo jambo? Naweza kusoma kama siku zote walikuwa wakiamrishwa, na sana sana tunaona Sabato. Soma katika Walawi, I think 23 mstari wa 32, walikuwa wameambiwa tutaweka Sabato kutoka jioni hadi jioni nyingine, na kwamba huo wakati umetengwa kwa ajili ya Sabato ya Baba wetu. Akakuja akasema siku haianzi jioni, siku inaanza wapi? Sita. Midnight. Na mkirudi mkumbuke, this is a state religion. So that's why hadi leo kama saa hizi watu wanaangalia sana kama mafuta itaongezwa. Hiyo siku itaongezwa, utasikia CS amesema tumeongeza mafuta shilingi 30, na hiyo sheria itaanza kufanya kazi midnight. Kwa nini wanasemanga hivyo? Kwa sababu hao watu wote wameingia katika system ya dunia ya kuamini ya kwamba siku inaanza Midnight. But nikuulize hadi wewe, Baba wetu alikuwa hadi leo hata kwa wanyama anakuanga ameweka hiyo system ya vile aliumba mchana na usiku, inakuwa kwa wanyama. Mnyama mzuri sana kuangalia ni kuku. Kuku ikifika, unajua siku inakuanga, kuna brother mmoja pale aliniuliza Sabato inaanza lini inaisha lini? Akaniambia yeye alifunzwa Sabato inaanza 6:30 inaenda mpaka 6:30. Na mimi nikamuuliza baba wetu hakuumba saa. Aliumba ya kwamba wewe ambaye ameita, angalia. Ukiangalia utajua kama ni Sabato ama si Sabato. Kwa nini? Ikifika jioni kuna hiyo time inaitangwa transition. Sasa hiyo ndio unaonanga kama kuku zilikuwa nje, unaona kuku kanaanza kama unajua zikitoka kule kucheza kwa mchanga, unaonanga sasa imeanza kujitoa vumbi, na kama nyumba yake imefungwa itaenda isimame hapo nje. Kwa nini? Inajua kwamba something else in the nature ina happen. So that is it. Na nikifunza Sabato na ulizanga mtu hivyo, hebu jilinganisha na kuku.
Wewe unauliza evening ni saa ngapi? Hebu jilinganisha na ama uende nyumba yenye iko na kuku, wewe ukae hapo uangalie kuku. Ukiona kuku imeanza kubehave hivyo, ujue siku nyingine inafanya nini? So, kwa system ya baba wetu, that is one time. 2, si tumesoma ya day and night. So don't be confused. Ukisoma hapo na zote katika Biblia inakwambia walikuwa wakiobserve kila siku kutoka jioni mpaka jioni. Haya, months, years and seasons. Si nimewaambia hapa. So, kuna times sijui saa hii system iko aje. But kuna times utapata 6 jua bado haijaamka na pale. Unakuta siku kama hizo. Unakuta siku zingine ni 7 jioni lakini bado kuna mwangaza. Hata mtu anakuuliza ni saa ngapi? Ukifikiria atakwambia ni kitu 6:30, nasikia anakuambia imagine saa 1. Unasema, kwani siku hizi kunaenda aje? Yaani nyinyi mnajiulizanga hivyo. Na saa zingine 6 ikifika unani what happens? Ni bado ni effect ya hiyo mianga ya mbingu na kuna hizo vitu. Si mnasikia summer na winter. Wasongi ni wazuri sana. Ni gani inakuwa na longer days na gani inakuwa na shorter days? Summer inakuwa na longer days. Ndio unajua najaribu kuikuta kwa memory yangu sikumbuki vizuri. Na winter shorter. Hii ni longer days. Shorter. Na winter inakuwa na shorter days. Shorter days, on the other hand inakuwa na longer days. So, from this effect, hii effect, kwa mtu ambaye ameelimika na anaelewa kuhusu mwezi na jinsi huwa inaenda, ataweza kuangalia vizuri, kwa sababu utakuta siku zingine zimekuwa mrefu, zingine ni fupi. So hiyo calculation lazima ita affect mwaka, si ndio? So walikuwa wameambiwa aje? Hiyo maybe some other time, by other time, tutakuja kusoma kuhusu seasons. Kwa sababu kule walikuwa wakilima, si unajua hivyo? Na unasomanga mahali kwingine kama kwa Chronicles na Kings na hizo vitabu, unasikia wakiambiwa nyakati za kupanda ama wanandua nyakati za kuvuna. Kwa hivyo walikuwa wakiangalia mwezi bado. So kuna vile mvua inaweza nyesha na jua inaweza waka na waweze kufahamu hii mwaka kemera ni yadi ya pele. Uone kungate. Siseme na Kiswahili kwa Brenda. Unasema kemera ya mwakoyo ni yadi ya pele. Hiyo ni kusema translate. Kemera ni kile, unajua ni kemera na msimu. Msimu umeweza kusonga mbele kidogo. With that, hapo ndipo wanarudingi, wanaingia hapo, wanaongeza another month. So, tunakuwa hiyo mwaka haitaisha na mwezi wa kwanza wa Adari. Inaongezeka Adari tu. Ukienda kwa nini utaangalia, naona kuna miaka iko Adari 1, Adari 2. Kwa sababu gani? Mwaka wa Biblia tena. Abi. Sasa hii unaona kama watu wakule nini? Tutakwambia. Kwa gari ndio kashotao. Global. What happened last time? Sikuwa na flood. Hiyo inakuanga another sign ya kwamba we have kick-started mwaka ya baba wetu. Inaanzanga na mvua. That's why ukiangalia sana meza mingi ambazo tumeweza kukula, utapata hiyo usiku tunajaribu kutafuta mahali kwa kuosheana miguu. Umeikuta hivyo? That's
why this month always ina kickstartingi na mvua. Inaanza na mvua, na mvua iko na nyakati zake ambazo zimewekwa. Ikifika itabadilika. Sasa tukue ni juu. Sasa unajua tumesema nikajia tu mimi natengeneza. So hiyo nimekuambia you have another study ya kwenda kusoma kuhusu timing, the biblical timing, sio? So hizo ndizo watu wamekuwa wanaangalia years na seasons. Lakini ule upande mwingine tunakuta mambo ilibadilika. Sasa hivi tunasema tuko mwaka gani? 2026. But there's no significance in this year. Kwa sababu hakuna mahali kwa attach na timing za nani? Robo yetu. Robo yetu. Next. Rudi kwa hiyo yenyewe. Tulisikia ataazimu kubadili nyakati na nini? Na sheria. Si nimemaliza ya times? Nani amebaki nyuma? Kwani hii karamu ni permanent? Sijui bwana haitoki. But tumesema nani ameacha nyuma? So si umeona what happened? And that's why we are less informed. But ukienda hadi kwa New Testament utapata mchana na usiku zilikuwa measured na kama usiku kama katika Biblia. Sijui kama nitakumbuka verse moja. But walikuwa wanaambiwa kisoma ya Kiingereza inakwambianga in the third watch ama in the sixth watch ama inakwambia in the ninth watch. Hiyo ni kusema usiku ilikuwa imegawanywa na hizo vitu zinaitwa watches. Watches ni kusema kutoka kipindi kama cha 6 to 9, hiyo ni first watch. 9 to 12, second watch. 12 to 3, third watch. 3 to 6. Haya, mchana nayo kienda katika kuna mahali katika John. Unajua depleted kidogo. John. I don't know ni chapter gani. Masihi aliwaambia si mchana ni ya masaa 12 pekee. Simuwahi soma hilo andiko na mtu ataikumbuka atuambie ndio tuweze ni vizuri kuirekodi, si ndio? Aliwaambia si mchana ni ya masaa 12. So ukienda kusoma hadi nyakati za kusulubishwa kwa Masihi, wakati tulikuwa tunafunzwa kuhusu kusulubishwa kwa Mwokozi, tulikuwa nasikia wakiambiwa ati na Kikuyu inasemanga ati taitha kale ya thake dali. Itata kale ya thake dali. Unajua walikuwa wakiangalia hizo times. Mchana ilikuwa imegawanishwa na hours. The first hour, second hour, third hour, yende mpaka 12 hour. Hiyo ya usiku. Usiku walikuwa wamegawa na watches. Kulikuwa na watches 4. Kwa hivyo kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 3 ni first watch. Saa 3 mpaka saa 6 second watch. Saa 6 mpaka saa 9 third watch. Fourth watch ilikuwa saa 9 mpaka saa 12. Alafu tunaingia hours kulikuwa na third hour. Third hour ni saa 12 mpaka saa 3. Kulikuwa na 6th hour. 6th hour ni kutoka saa 3 mpaka saa 9. Kulikuwa na 9th hour. Kutoka saa 6 mpaka alafu mwisho 12 hour saa 9 mpaka saa 10 na moja na mbili. Yes. Tumeshika hapo. So, biblically hiyo ndio timing ya Biblia. Yes, Mama Eva.
11 verse 9. Barikiwa sana. Soma hapo. Najua sana kwa hiyo nimeona time yangu sasa inakatika. Sijagonga target mahali nilikuwa nataka kugonga. But mkinipea dakika 5 nitapitia change of times. Yes, tumemaliza. Niongelee kuhusu Rose. Tutaimalizia next time. Yohana 11 mstari wa 9. Yeshua akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Kisha hapo. Si unasikia vile aliwauliza? Ati masaa ya mchana si 12 tu. So, leo unasikia ilikuwa imegawanishwa baada wa 6, 9 na 12. Ni vile hadi katika mpangilio wa kuomba ilikuwa imewekwa. That's why unakuta katika Biblia sometime tunapata ati Petro na Yohana walikuwa wakielekea hekaluni nyakati kama za saa 9 walikuwa wakienda kuomba. So si mpaka hapo umejifunza hata tabia yako ya kuomba. Ni huko tuliulizwa siku moja nani anaomba mara 3. Nikaona tumeteremka. Sijui hata ya moja sijui kama tulipata watu. Lakini I think ni kuaibika tuliaibika kujionyesha, si ndio? Okay. So tumesema aliazimu kubadili nyakati na hizo tumesema ni hizi. The start of day and night na pia months. Si kama saa hii katika kalenda ya Kirungu kuna mwezi iko na 28 days, nyingine iko na 30 na nyingine iko na 31. Ziko tu na historia zake mingi sana. Miezi ni 12 na yote bado iko na historia zake. Iko na kuabudu wa sanamu mingi sana ndani yake. But yenye iko imewekwa na Baba wetu ni hiyo ambayo tumeweza kusema. Rose hii sihitaji kunena sana kwa sababu hiyo tumefunzwa sana. Si tunajua sheria 10 za Baba wetu. Na hiyo ndio gate pass. Wale ambao pengine wanaona kama ni mzaha. Baba wetu hakucheza na amri zake 10. Mkumbuke wakati alipea Musa. Na Musa akarudi kule kwa wana wa Israeli akakuta wakiabudu sanamu. Akazigongesha chini. Aliambiwa na Baba wetu, wewe hizo mawe uende utafute zingine ngapi? 2. Uchonge vile nilikuwa nimefanya nini? Nimechonga. Upande huko mlimani. Mimi nitanakili hizo amri jinsi nilivyokuwa nimefanya nini? Nimekili. Hiyo ndio kitu pekee yake tunapata katika Biblia. Iliandikwa na mkono wa nani? Baba wetu. Baba wetu. Hakuna kitu kingine utapata katika Biblia iliandikwa na mkono wake. I think you can see the seriousness. Kwa sababu alipopanda kule mlimani, aliambiwa weka hizo mbao hapo. Baba wetu akaziandika. Si tunazijua? Hizo amri. Ya kwamba the first tablet ilikuwa na amri ya kwanza mpaka amri ya 4. Na ya pili ilikuwa na amri ya 6 mpaka amri ya 10. Ya 5 mpaka ya 10. So huyu kiongozi kwa nguvu ambazo alikuwa nazo akaazimu atazibadili. Kuna slide iko hapo ndio sasa nimalize. Hapo baadhi ya mambo ambayo sijui kama utazoom kidogo ama inasomeka hapa. Nimenakili baadhi ya mambo ambayo huyu kiongozi alikuja na akazimu kubadili. Wananiambia nikute ubao na haiti. Nasema aje hivi? Wanifute. Si tumefuta na nyinyi tukauliza mchungaji kama ilikuwa permanent. Haifutiki. That's a big problem. But nitakwambia
Sheria ya kwanza ni hiyo tumesema kuhusu day and night, hiyo ni ya times. 2 ni kifo cha Mwokozi wetu ambacho walibadilisha kutoka siku ya 14 mwezi wa kwanza wa Biblia, wakaipeleka Good Friday mpaka Easter Sunday. Si hiyo tutakuja kuona namna gani, na tumeinenea sana. The other one ni sheria ya baba wetu katika amri zake 10. Mojawapo ambayo ni kuu sana ni amri ya pili. Amri ya pili ukisoma kutoka 20 inasema ya kwamba usijitengenezee sanamu ya kuchonga. Ni nini huwa ina happen siku hizi? Yenda katika kanisa utapata mama fulani amechongwa, amesimamishwa pale mbele na ameshika nini? Washirika utawapata na kitu wamevaa hapa shingoni na imechorwa, iko na beads fulani inaitangwa rosary yenye wanaijua, si mwaiona? Katika majumba zao utapata mifano mingi ya jua. Sehemu zimejengwa sana kwa mfano wa jua. Si ukienda uangalie hivyo utapata hivyo. So hiyo ni ingine ambayo aliazimu kubadilisha. Pia ndio tutakuja kuona baba yetu amesema nini. Hiyo ingine ni ya Sabato. Si hiyo nilinenea. The year 321 hapo ndipo hiyo sheria iliwekwa nguvu. Ikahamishwa kutoka the 7th day ikapelekwa siku ya kwanza ya juma. Na hapo Bwana aturehemu sana. Nadhani hata igwile kama hapa. Kwa sababu sisi tukicheza na hii siku itakuwa ni hasara kwetu. Tutahesabiwa na huyu. Tumesikia andiko limesema walikuwa wameagizwa from even to even. Sasa hapo umejiuliza kama una observe from even to even. Si hapo umejiuliza kama una observe from morning to even, watch yourself. Time is running out. Sivyo? Hiyo ingine ni the Lord's Prayer. Hiyo tutakuja kuona. Kuna vile tutasoma hiyo kitabu ya hiyo kanisa inaitwa Catechism of the Catholic Church. Imebadilishwa wordings ndio ifit kulingana na the church dogma. Hiyo ingine ni baptism. Si hiyo tulisema? Tukasema walitoa baptism by immersion na wakaleta sprinkling for baptism. Na hapo ndipo infant baptism ilianza kuingizwa. Si hiyo tulisema? 6 ni Christmas ama festivals ambazo zililetwa na Mrumi. Hii inaitanishwa na nini? Na siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Lakini kweli ni hiyo? Tutakuja kuona kama ni kweli. Na hiyo ingine ni women as church ministers. Pia hii ni mojawapo ya amri ambazo zimepewanwa na baba wetu. Lakini Mrumi ameona ni heri ibadilishwe na ionekane ikiwa ya sahihi, tofauti na jinsi baba wetu aliweza kufanya nini? Weka. All these things zilipata nguvu hiyo nyakati ambayo tunaita Dark Ages, kwa sababu sasa wakati huo zilikuwa ni kuzienforce. Ukisikika mahali ati Sabato ati nini ulikuwa ni kuondolewa. Uende usome katika historia usikie watu wangapi walikufa. It's counted in terms of millions. Watu ambao waliangamia kwa ajili ya neno la baba wetu. Na until that point naishi kusimamia hapo. Na nimenakili maswali zenu. Hata bado niwakumbushe hivyo. Hiyo maswali nimefanya nini? Nimenakili. Si nitakuja si nilisema tukianza maswali tutaanza kudelay, sio? Tutamaliza kwa sababu from this point nilikuwa nimetarget nifike hapa mchungaji so that the next session niweze kushikanisha Daniel chapter 7 verse 25 nishikanishe na Ufunuo 13. Kwa sababu after many years tuko na the third
witness ambaye alikuja kufunua kuhusu hii dini, ikionekana miaka ya nyumaye zaidi, ambaye ni Yohana wa Ufunuo, na ameiongea katika vitabu hivi, Ufunuo 13 na Ufunuo 17. So tutakuja tuzimatch ndio tuweze kuangalia hii, tuangalie vile ilienda kutoka 538 na ni wapi ilikuja kukua iko ended. So until that point, any question? Kuna mtu amebaki na swali? Sasa sitarudi 25. Nakuja kama nimeingia Revelation chapter 13 na 13 itaishikanisha na 17. Unajua nawapea hiyo ndio nikwambie, kama hujashika anza kushika. We are almost finishing. Kisikia tumeingia Ufunuo 17. Ni kama sasa ni kumaliza, tunafanya nini? Tunamaliza. So haya mambo yote ni ya faida yetu, si ndio? Na Bwana awabariki sana. Amen. Na I think from there tutakuwa na darasa lingine, Bwana akitupea nafasi tuweze kujadili mambo haya, ndio sasa tuweze kumalizia. So asante sana, karibu sana mchungaji. Kuhusu meza ya Bwana